Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kwa sababu niliona siku ya jana wabunge wetu wale ambao wanajiita wabunge, kwa sababu wao si wabunge, wao ni mikebe. They spent a whole afternoon discussing one Rigathi Gachagua, the DCP party leader. Na nikashindwa, enyewe Kenya, Wakenya tuko na shida. Na ile shida iko Kenya si ati ni shida kidogo, ni shida kubwa. Kwa sababu jana ndio wabunge walikuwa wanarudi, wanarejelea katika makao makuu ya bunge. Na sisi kama wananchi tulikuwa tunatarajia kwamba vile ambavyo walikuwa wanarudi siku ya jana, kitu ya kwanza wataangalia ni maneno yamefanyika kule kwa executive ya William Ruto kuidhinisha kwamba ile pesa serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa imeweka bilioni 5 ya kulipianga watoto wa Kenya mtihani. William Ruto alidhinisha kwamba hiyo pesa iondolewe. Wazazi wakuwa wanatumia pesa ya mfuko kulipia watoto mtihani. Na ni kitu ambayo iliwekwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Ni kitu ambayo imesaidia watoto wengi katika nchi hii kuwalipia mtihani kila mwisho wa mwaka. Sisi kama Wakenya tulitarajia, kwa sababu William Ruto anaongoza tu kwa mafikira yake ya kishezi ya kiujinga, tulitarajia wale wabunge tulichagua ni watu wako na akili. Wakirudi kwa bunge, kitu ya kwanza watafanya ni kuhakikisha kwamba wamediscuss hiyo kitu na wamekatana na William Ruto na kuhakikisha kwamba hiyo pesa imerejeshwa, watoto wa Kenya waendelee kulipia mtihani. Hiyo ndio tulikuwa tunatarajia siku ya jana wabunge watafanya. But for our surprise, tulisikia huyu jamaa anaitwa Junet Mohamed. Huyu ni sijui ni Al-Shabaab ama anakuaga bandit. Huyu jamaa ako na sauti, akiongea utafikiria ni mwanamke anachapwa. Akimove motion kule bungeni atuwa discuss Rigathi Gachagua. Junet Mohamed, in fact, kama kuna unajua nisikia anaita Rigathi Gachagua sijui monster nikashindwa. Junet Mohamed mwenyewe ni muoga. Ile siku alishikwa hapa wakati wa Pangani 6 2016, wakati walishikwa na kina Moses Kuria na kina Waitito. Jamaa aliyekwa pingu alilia kama mwanamke, akapiga nduru. Kufikishwa cell, makenda ikashrink, ikaingia kwa tumbo. Na kama anadanganya, muulize Moses Kuria, anajua hiyo ni kitu ya ukweli. Ati hiyo sasa ndiye anakuja kutishia Gachagua bungeni, mtu ambaye aliyekwa cell siku moja, makenda inarudi kwa tumbo, ina shrink. Analialia hapo kama mwanamke amechapwa na bwana yake. Ati ndiye sasa anainua mdomo huko bungeni kusema sijui Rigathi Gachagua ashikwe. Mimi nataka nikuambie bandit nani huyu mkora Junet. Wacha nikuambie. Kama wewe ni mwanaume, kama nyinyi ni wanaume, sababu jana mkiwa na kina Osoro mumeruka bunge, karibu mtoe swali mweka kwa kichwa. Mkiongea vile mlikuwa mnataka. Kama nyinyi ni wanaume, acheni kuambia kaja ashike Rigathi Gachagua. Jileteni nyinyi wenyewe wa Munyoro. Kama nyinyi ni wanaume and you feel that you have the guts, kama nyinyi ni wanaume, kujeni hapa wa Munyoro mshike Rigathi Gachagua. Ndio mtajua hamjui. Ya? Na mimi nashangaa sana. Na ndio maana hata nasamanga kila wakati, hii Kenya Mungu hapa kurudi hata arudi haraka. Sababu kama wabunge ambao wamechaguliwa wanalipo na mshahara, wanaweza kaa masaa matatu discussing one man. Wanaume wazima wako na maboma zao discussing one man. Na yule wana discuss hata ni mtu alitoa kwa kiti. Ya? Unajua wale wezi wakitoa Rigathi Gachagua walifikiria kwamba watamtoa and then after 1 month or 2 months atakuwa amesaulika. Sasa wanashangaa ni vipi baada ya mwaka karibu kuisha na yule jamaa walisema watazima bado amekuwa kama simba wa Mlima Kenya, bado yeye ndiye anawika na bado yeye ndiye anasikika. Karibu sasa mwaka imeisha na jamaa hajaisha. Hiyo ndio ile kitu kubwa inasubua hawa wezi. Ya? Na niwaambie mambo bado. Huyu jamaa mnatusi hapa kila siku. Huyu jamaa mnaona hapa kama ni mtu ambaye hapendwi ama hana mwelekeo. Nataka niwaambie kinaishongwa na hiyo group yote ya wakora wote. Rigathi Gachagua ako na jina kubwa kuwashinda. Rigathi Gachagua ako na wafuasi wengi kuwashinda. Rigathi Gachagua ako na pesa nyingi kuwashinda. Rigathi Gachagua sio mwizi, sio mkora kama nyinyi. Rigathi Gachagua sasa ako na chama yake. Ile chama ambayo ndio inakuja kureplace UDA. Na mimi najua by the way, wacha niambie wa Kenya.
Hii mahasira mingi mnaona hapa iko na wakora wa Kenya Kwanza, wale ambao tunaita United Demons Association. Ile hasira mingi iko na members of United Demons Association ni kwa sababu wanaona ya kwamba hii chama ya DCP imekuja kureplace Udaku Party, hiyo ya Demons. Hiyo ndio ile hasira mingi unaona iko na hawa wezi. Na mambo bado, mumeanza kulia mapema, mumeanza kujikojorea mapema. Zile ofisi zote zilikuwa za Yuda katika nchi ya Kenya, zote tunazipaka rangi ya DCP. Na mimi ndio niliongoza kuchoma hizo t-shirt za Udaku Party kule Rari mwanzo wa mwaka huu. And that was a declaration kuhakikisha kwamba hakuna tena kama jamii ya Mlima Kenya ama wa Kenya sisi wenyewe tutaikubali tena hiyo mambo ya Udaku Party. Na zile ofisi zote zilikuwa zimepakwa rangi ya Udaku. Zote tunazikuja kuzipaka rangi ya DCP. Na DCP ndio ile chama ambaye itakuwa na wabunge wengi katika seneti na katika bunge 2027. And that is why wale wezi wanarukaruka wakilia kwa sababu hawana mahali ya kupotelea. Hakuna mtu wako na akili Kenya atachaguliwa na Udaku Party, hata sungura ama paka. UDA hakuna kitu hata moja itaingiza katika bunge. That is why wanashtuka. Kwa sababu mahali imefika Wakenya wamekataa hiyo upuzi, Wakenya wamekataa hiyo jinga. Wamejaribu kuforce. Na niambia William Ruto, ni sawa. You cancelled the uwanja tulikuwa tumeomba ya Kasarani. Ndio tufanyie sherehe yetu hapo kama wana DCP. Ulikataa na ukacancel. Ni sawa. Tukataze. Lakini ujue ya kwamba hii chama ni ya wananchi. Na wananchi wenyewe hata tukisema tutaifanyia Thika Super Highway ama Nakuru Highway ama Mombasa Road, we can launch it anywhere for as long as tunailaunchia hapa Kenya. Hata tukiamua tuende Githurai kwa roundabout, tuweke jam the whole day, tunaweza ilaunchia hapo. Hakuna mahali hatuwezi launchia. Kwa hivyo msifikirie ati kwa sababu mmekataa na uwanja eti sasa hii chama hakuna mahali itaenda. Ati sasa hii chama imezima na imefika mwisho ya umaarufu yake haitaonekana. Tunajua mlikuwa mnaogopa watu kumiminika Kasarani. Tunajua mlikuwa mnaogopa watu wamiminike kule Kasarani, kuonekana watu kama 1,000,000 huko wamejaa wakiwa na green and white, dunia mzima ione. Hiyo tu ndio mliogopa. Ni sawa. Lakini niwaambie, ile kitu mnajaribu kupotelea hamwezi. Kujaribu kupotelea makali ya DCP ni kama mama mjamzito kufikiria kwamba anaweza potelea uchungu. Hakuna vile mama mjamzito anaweza potelea uchungu. Siku zikifika uchungu lazima itamshika. The same way, siku za kurambwa na DCP zikifika lazima mtarambwa. Siku zikifika za kusikia makali ya DCP zikifika lazima mtarambwa. Siku zikifika za kusikia makali na kusikia uzito ya DCP, hizo siku zikifika lazima mtarambwa. Hiyo uchungu hamwezi potelea. Hamwezi potelea hata muende chini ya bahari ama muende wapi ama mjaribu hata kununua Wakenya venye mnafanya na mambo ya 500. Hii siku ikifika lazima mtarambwa. Ni vizuri niwaambie hivyo. Kitu kingine, nimeona huyu jamaa anaitwa Profesa Kindiki. Unajua Profesa Kindiki amesoma, unaweza fikiria ako na akili mingi. Lakini ameshikana na William Ruto mwenye alisomea mambo ya wanyama na miti, amekuwa tu bure kama William Ruto. How comes a whole professor anakuja hapa na pesa na magunia ya wananchi ile wameiba kule Nairobi, anakuja kupatia vikundi hapa, vikundi za watu 100 wanapatiwa ngiri 100 ama ngiri 50, kila mtu anaenda nyumbani na 500, alafu anachukua microphone anaambia Wakenya ati amefanya empowerment. Empowerment gani? Kwani Kindiki umerogwa? Kwani Kindiki umerogwa? Empowerment gani? Kwani kuna empowerment ya 500? Ni Mkenya mgani hapa maisha yake inaweza badilishwa na 500 ama 1000? Nyinyi mumerogwa. Na ndio maana nasema hapa Kenya Mungu hawezi kuja, kwa sababu kama profesa mzima mwenye tunafikiria amesoma saidia nchi ati anaweza kuja hapa kupatiana 500, alafu aende kurukaruka huko akirushanga maneno akisema ya kwamba ati amefanya empowerment Mlima Kenya. Hiyo ni upuzi na ujinga na ukiritimba. Shida ya Wakenya sio 500. Shida ya Wakenya sio 1000. Shida ya Wakenya ni afya ile ambayo inatusumbua. Wakenya wanakufa hapa kila siku kwa njia kiholela kwa sababu ya kukosa matibabu. Shida ya Wakenya ni elimu. Hiyo pesa bilioni 5 mumeondoa
ya kulipia watoto wetu mtihani. Hiyo ndio ile shida inasumbua Wakenya. Shida ya Wakenya ni mambo ya uchumi. Na kutengeneza uchumi si kuja kupatiana 500 hapa, hiyo ni upuzi na ujinga. Kitu ya pili, niambie Wakenya. Wale wabunge mikebe walikuwa wanarukaruka kule jana bungeni wakitusi Rigathi Gachagua, wakisema ya kwamba walimfukuza kwa sababu yeye ni mkabila. Huyu Kindiki walichagua sababu yao ndio walimchagua. Kila siku anaamkia hapa Mlima Kenya kupatiana 500. Kwani nchi ya Kenya ni hakuna mahali ingine watu wanahitaji hiyo 500? Kwa nini hawa wakora hatuoni wakienda Malava? Kwa nini hawa wakora hatuoni wakienda kule South Mugirango? Kwa nini hawaendi kule Kiminini? Wanakuja hapa Mlima Kenya kila asubuhi. Kila siku wanakuja hapa. Mnakuja hapa kwa sababu mnajua ya kwamba Mlima Kenya ndio iko na kura za kuamua nani rais. Otherwise mungekuwa mnapenda wananchi bila unafiki na uongo na ukora, mungekuwa mnazunguka Kenya mzima, mkienda kule kwingine kupeana hiyo 500 mnapeana. Lakini kila siku mnaamkia hapa. Unajua, wacha niambie Wakenya. William Ruto ndio apate kura za Mlima Kenya alitumia mbinu moja. Alikuja na Biblia na akajifunza nyimbo 3 za Kikuyu. Alikuwa anaingia hapa anasoma Sunday school, anasoma youth service, anasoma junior youth, anasoma main service na anasoma seminar ya jioni. Anasoma mstari moja, anaimba nyimbo 2 za worship za Kikuyu, watu wanasema huyu ndiye atakuwa kiongozi, Yesu ametukumbuka. Hiyo mbinu saa hii haiwezi kura, William Ruto anajua hivyo. Ndio maana ameketisha Kindiki chini, amemwambia wacha nikupatie pesa na magunia, uende utafute waibaji wa kigosho, ndio mkiingia hapa Mlima Kenya, mnachapa kigosho mara kama 10, watu wakirukaruka, hewa inabadilika, Roho Mtakatifu anashuka, unawapatia 500, wanasema watatuchagua tena. Wacha niambie William Ruto, tumekuonea 18 mtu wangu. Tumekuonea 18 my friend. Tumekuonea 18. Hawa wanasia, huyo Kindiki unatuma hapa na kuja anachukua waibaji. Wanaenda kurukaruka huko wakiimba kigosho. Na umepatia Kindiki kazi ngumu kwa sababu anarukaruka hapo, hata sometimes anarukaruka hata hajui wimbo inasema aje. Hiyo kurukaruka na kupeana 500 haitafanya tuwapatie kura. And let me tell you William Ruto, hii pesa umepea hawa wakora wazunguke nayo. Kwa sababu nimesikia kila mkutano unapatia mbunge 1500, unapatia MC 50,000, ndio wapeane kidogo, zingine wabaki nazo. Hiyo pesa William Ruto unapea hao watu wako wakuja wapeane hapa. Hiyo pesa ungejua jiwekee. Jiwekee my friend. Kwa sababu 2027 utaenda nyumbani. Hii pesa jiwekee ukurange. Kwa sababu 2027 hata urukaruke hapa, pesa mpeane, mfanye nini 2027 nyumbani unaenda. Na ukienda nyumbani, ile pesa yote ya wizi ambao mumeiba itakujiwa. Ndio maana kwa advice tu, kuliko hii tu pesa mnaiba kidogo hapa mpeane, enda tu jiwekee, ndio upatange kitu ya kukura kabla ukujiwe tukimaliza uchaguzi wa 2027. Kwa sababu hawezi ongoza nchi vile mnaongoza kama mwendo wazimu. Kila siku nasikia ukisema ya kwamba wewe si mwendo wazimu. Lakini matendo yako bwana William Ruto si ya mtu ambaye yako sawa. Zile mbinu unatumia kuendesha nchi si za mtu ambaye yako sawa. In as much as kila siku unatuambia wewe si mwendo wazimu, the more vile ambavyo unaendesha Kenya tunaona ya kwamba hauko sawa. Uko na kasoro, na sio kasoro kidogo, ni kasoro kubwa. Na ndio maana kama taifa, kama wananchi, kama Wakenya wazalendo, lazima tusimame, tujue vile ambavyo tutakuja kubadilisha nchi yetu. 2027 tufukuze hawa, wezi tufukuze hawa wakora kabisa. Nikimalizia, wale ambao wanasema SHA inafanya kazi, kukuja kutuambia SHA inafanya kazi ama haifanyi kazi ni kama kuuliza binadamu kama ako na mkia. Na mnajua vizuri ya kwamba binadamu hana mkia. So wale wanasema SHA inafanya kazi ni kama kutuambia binadamu ako na mkia. Na nyinyi nyota tu, hakuna mtu haoni binadamu hana mkia. Hakuna mahali SHA inafanya kazi katika nchi ya Kenya. Ile matatizo imekumba SHA, William Ruto mwenyewe hata yeye anajua. Na alitaka hivyo. Ndio maana alibadilisha NHIF akatuletea hii ujinga ya SHA ili ambaye haisaidii wananchi. Na iko mtu mmoja rafiki yangu anaitwa Karangu. Nikisikia kwamba akisema ililipia sijui brother yake 1400. Karangu, ingekuwa SHA inafanya kazi, I'm very sure
ungekuwa umesimamisha kufanya harambee. Lakini kwa sababu kwa moyo wako unajua ya kwamba SHA haifanyi kazi, ndio maana haujasimamisha kufanya harambee. Na niambie Karangu, iko siku nilisikia William Ruto akidanganya huko Western, akisema mbunge fulani hapo alikufa wakati alikuwa anafanyiwa matibabu, ati SHA ilimlipia milioni 3. Kama SHA ilipia huyo mbunge milioni 3, kwa nini Karangu unakuja hapa kila siku unachangisha milioni 1, 1,500? Hii mashida kidogo kidogo tu za milioni 1, milioni 2 umekuwa ukichangisha hapa. Kama SHA ingekuwa inafanya kazi, haungekuwa unachangisha. Kwa hivyo mimi niambie waibaji wetu, kama nyinyi mnapenda wa Kenya, sisi hatuna shida mkikula pesa. Sisi hatuna shida mkipatiwa kazi. Hatuna shida na hiyo. Lakini kama mnapenda wa Kenya, wale ambao ndio wamefanya mkuwe na haya majina makubwa, ambieni serikali ya William Ruto ukweli. Ambieni Kindiki ukweli. Acheni kumdanganya kama mnapenda wa Kenya. Kufikia hapo nitachukua swali moja ama swali mbili, alafu tutamalizia. Kimalizia, unaweza tuambia maoni yako kwa kulingana na transfer ya msanii Samido kwa sasa, ambapo yeye alirudi kuimba wimbo wa One baada ya kwenda kutembea kule Karen. Inaonekana ameweza kupigwa transfer kupelekwa Baringo to the party prone area. Nafikiri unajua wale wabunge jana nisikia wakiropoka wakipayuka mdomo kubwa wakisema ya kwamba Rigathi Gachagua anasukumia wanamuziki kumsaidia. Lakini inaonekana wazi kwamba William Ruto hata ndiye anasukumia wanamuziki zaidi kumsaidia. Kwa sababu kama amechukua mwanamuziki ambaye anaitwa Samido, amepeleka yeye huko kwa msitu kulinda ng'ombe, amemtoa hapa Nairobi kwa sababu alisema one time. Inaonekana ya kwamba William Ruto hata yeye ndiye ako so desperate, yeye ndiye anasukumia wanamuziki, analazimisha zaidi wanamuziki kumsaidia kazi hata kushinda Rigathi Gachagua. Ya? Kitu ya pili, hii one time Samido alikuwa anasema hakuna mahali ametaja William Ruto. So hata haijulikani one time ya nini. Kwa sababu huyu ni mwanamuziki, akiingia kwa club anasema one time. Kwani one time ni William Ruto? William Ruto haiti one time. Na hii one time iko na maana mingi. So hatujui kama Samido alikuwa anasema one time ya shule ama one time ya nini, sababu one time ni mingi. Si ni kweli? Hatujui kama ni muziki hata ametunga hivyo. So hii one time yake hakuna mahali ametaja William Ruto. Hata wakienda kotini hawana evidence yoyote ya kuonyesha ya kwamba Samido kwa muziki yake akisema one time ni William Ruto anaongelelea. Kwa hivyo these people are cowards. Na ina maana kwamba hata William Ruto mwenyewe amekubali one time ni yake. Kwa sababu kama mwanamuziki anasema one time akiiba kwa club, anafukuzwa kazi, anafanywa transfer, then ina maana hata William Ruto mwenyewe mahali ameketi anasikia tu one time imetajwa, hata kama hajui ni ya nini anatetemeka. Akisikia tu one time ikitajwa, hata kama hajui kama ni anatajiwa, anaingia chini ya kitanda. Hata ameingiza baridi, ameingiza uoga. Ina maana ya kwamba ashakubali ya kwamba hii one time hata yeye mwenyewe anakubali ni one time, anaenda nyumbani. Na niambie huyu mwanamuziki Samido bwana, wewe ni mtu ambaye amesoma, wewe ni mtu ambaye you are very intelligent. Ya? Wewe si wa class 2, wewe umesoma. Na ile pesa unapata kwa muziki hata ni mingi, si lazima ufuatane na hii kazi ya takataka hapa. Ya? Unaweza achana hiyo makazi, ufuatilie mambo yako ya muziki. Ama pia usimame kiti uchaguliwe kwa sababu wewe at least angalau wewe umesoma. Wewe ni mtu ambaye anaelewa mahitaji na mashida ya wananchi. Simama kiti huko kwenu, wananchi watakuchagua. Kuja kwa DCP. Jiuze, uza jina yako huko, fanya campaign. Ukishinda tiketi utapatiwa kuwe mbunge huko. Si lazima hapa watu wanaona ni kama wamekuzaa kwa sababu wamekupatia kazi ya 20,000 hapo, wanashinda hapa wakikuhangaisha. Hiyo ni kazi ya takataka, unaweza acha. Swali ya mwisho. So kama hakuna swali tutamalizia hapo. Tuambie Wakenya ya kwamba tuzidi kusimama kidete na tusikubali kuziwa uoga na mtu. Na kukiwa na shida kama Wakenya lazima tuongee. Na hatutaogopa, tutauziwa uoga nchini yetu. Tuendelee kushikana. Mungu atuweke pamoja, Mungu atulinde na Mungu abariki taifa letu. Asanteni sana.